Sema tena amen. Sasa kwa nini mimi nasema toka leo? Kwa nini mimi nasema toka? Kuna wakati Mungu anaweza kutaka kukufanya kuwa mtu mkubwa, lakini kuna mahali haujatoka pa. Una delay. Unachelewa. Unajichelewesha. Kuna vitu Mungu ashie utukufu na mtu. Kuna mambo Mungu achangie utukufu na mtu. Kuna mambo Mungu hataki ionekane alikutendea na fulani alihusika. Mungu hataki. Kuna namna lazima utoke. Kuna eneo lazima utoke. Kuna vitu lazima uviache pa kutoka. Kuna gharama ya kuacha vitu vizuri ili Mungu akutendee. Kuna gharama ya kulipa ili vitu vingine uvipoteze kabisa ili Mungu atembee na wewe. Kuna mtu anasema naye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Hebu sema amen. Ndiyo maana 12:1 Mwanzo, Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako. Nchi ni yake na anaondolewa. Waache jamaa zako, jamani wake anaondolewa. Na nyumba ya baba yako, ulisi wako, ondoka uache, anaondolewa. Anasema nenda mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Muulize mwenzio, Mungu amekuonyesha nini? Mwambie tena, Mungu amekuonyesha nini? Sasa kuna wakati Mungu hakupi unachokitaka mpaka umetoka. Umekwama wapi? Umenaswa na nini? Nini kinachokuzuia usiende mbali? Mungu anataka for your consciousness kabisa ya kimungu. Kuna mambo utoke ili Mungu apate kukubariki. Mwambie mwenzako toka. Mwambie tena toka. Kwa nini Abraham anatolewa? Kwa sababu Abraham kuna kitu aliandaliwa kizuri mno. Ndio maana nimesema utakapokuwa umetoka, utakapofika pale nitakapokuonyesha, mimi Mungu nitakubariki. Na kitakachoambatana na wewe, kila atakaye kubariki atafanya nini? Atabarikiwa automatically. Na kila atakaye kulaani atafanya nini? Ngoja nikupe siri moja. Kama ukimtii Mungu kukaa kwenye eneo lako, ngoja niwaambie, mpo, lakini hamjafanya kama Mungu anavyotaka kwenu. Mpo. Kuna watu ukiwatazama unajua huyu mtu kama akitulia vizuri na Mungu, ana kipawa, ana karama, ana upako, ana nguvu, atafanya makubwa, lakini bado hajatoka. Bado anapima vitu, anajaribu. Bado hajaweka miguu yote. Bado hajaingia vizuri kwa Bwana. Bado kuna mambo anaishi bado haya, mimi siwezi kuyafanya. Toka. Kwenye kuwaza siwezi kufanya. Toka. Mungu hajawahi kumbariki mtu asiyekubali anaweza kufanya. Mungu akitaka akubariki, anachokifanya anataka ndani yako uanze kukiri, hata hili, hata kama ni gumu kwa muonekano, hata kama wengine hawawezi, mimi naweza kulifanya, kafanye. Kuna mtu mmoja naongea naye. Bwana apewe sifa. Kama kuna watu wengi wamekwama duniani, ni pale ambapo kuna mahali pamewashika na hawawezi kufanya nini? Hawawezi kutoka. Mwambie mwenzio, toka uliposhika. Bwana asifiwe. Mwambie mwenzako, unajua umeandaliwa nini? Mwambie unajua umeandaliwa nini? Sasa nikisema toka, na lenga papana kidogo. Kuna watu fikra zao tu lazima watoke kwenye fikra zao. Yaani fikra yako utoke hapo. Toka kwenye hiyo fikra. Hiyo unayofikiria itoke hiyo fikra. Unafikiria, unajua mimi jamani, nikijiangalia, hata nikijitazama, watu wengi uwezo wao umeishia kwenye kujitazama. Zile fikra zake mwenyewe zimemfanya asije akabarikiwa. Fikra zake mwenyewe. Sisi kuna mtu naongea naye. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu atusaidie hizi fikra zetu zipande kwenye viwango vinavyotakiwa. Unajua Mungu akitutazama, anataka tuame kwenye kuwaza ili waliwezekanaje. Anataka tuame kwenye kuwaza ili sisi tutalifanyaje. Anataka tuame kwenye kuwaza sijui itakuwaje. Anataka ukifikia mahali useme hata lingekuwaje, na chojua litafanyika na Mungu yuko upande wako. Nani nasema nani? Bwana basi, si unataka kuwa bilionea? Ndio maana watu wengi wanaishia kusema mimi nitakuwa bilionea. Nitakuwa tu bilionea. Mimi nitakuwa tajiri, nitakuwa na fedha, nje ndani zitakuwepo. Utaishia kusema kama haujatoka bado uwezi. Lazima
fikra yako itoke. Kuna kusema nitakuwa, lakini kuna unasema alafu ndani unaona yani mimi hapa ni kweli acha nikiri, maana nimefundishwa kukiri imani, lakini ukweli ndani mimi maskini wa kutupwa. Hujatoka wapi? Haujatoka. Bwana asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Na ninyi ni mashahidi.